Rai hiyo imetolewa na meneja wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA, Bwana Joshua Ngondia, ambaye amesema kuwa baadhi ya wakulima wamekuwa wakitoa taarifa za uongo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na kinahujumu juhudi za serikali katika kuwahudumia wakulima kwa haki. Kumekuwa kunajitokeza baadhi ya changamoto kwa wakulima kwamba anatoa taarifa zisizo sahihi. Kutoa taarifa zisizo sahihi kiujumla ni kosa, kwa sababu tunatarajia, mimi Joshua Ngondia nimeripoti nalima ekari 5. Basi natarajia kupata zile pembejeo za ekari 5. Sasa inapotokea bwana Joshua amejisajili ekari labda 50 wakati hali halimi zile ekari, anatuletea upotoshaji katika mfumo mzima wa upashanaji wa habari au na malengo ya serikali kwa ujumla. Kwa sababu hata ukisikia Mheshimiwa Waziri anasema msimu huu tunalima ekari kadhaa za mazao, ina maana zinatokana na hii mifumo ambazo tumeweza, hizi taarifa ambazo tumekusanya kwa wakulima. Kwa nakuta kuna baadhi walifungiwa namba zile za ruzuku kwa sababu walitoa na taarifa za uongo, lakini baadaye walipewa dirisha ya pili kwenda kuhuisha sasa kutoa taarifa zile ambazo ni sahihi. Kwa hiyo kama mamlaka tuna jukumu la kuhakikisha wakulima wanatoa taarifa zenye usahihi, na yule mkulima ambaye anapotosha umma kwa maana anatoa taarifa ambazo sio sahihi, hatua kali tunazichukua. Zipo kesi mbalimbali ambazo tunaendelea nazo mahakamani, zingine zimeshakwisha kuchukuliwa hatua kwa wale wakulima ambao wanakuta aliripoti labda nima ekari 100 na ametoa zile mbolea zote zile za ekari 100 ambazo amepeleka yeye anako kujua yeye. Kwa upande wake, afisa udhibiti ubora wa mbolea kanda hiyo, Henrico Renatus, amewasihi wakulima kuhakikisha wanazingatia matumizi sahihi ya mbolea, ikiwemo kupewa elimu ya kitaalamu kuhusu kiasi na aina ya mbolea inayofaa kwa mazao tofauti na kwa wakati husika. Tunasema mbolea bora kwa wakulima wote kama kanuni ya TFRA, lakini katika hizo kanuni 4 tunasema ya kwanza ni mbolea sahihi, ya pili ni kiwango sahihi, ya tatu ni sehemu sahihi, na ya 4 ni wakati sahihi. Sasa hizi sahihi 4 ndizo zinazopelekea mkulima aweze kuzalisha kwa tija, kwa sababu usipotumia mbolea kwa kufuata hizi kanuni unakwenda kupata hasara shambani, kwa sababu utatumia mbolea utasema mbolea ilikuwa ni feki. Hivyo tunasisitiza sana watu watumie hizi mbolea kwa kuzingatia hizi kanuni. Ya kwanza tunasema mbolea sahihi. Maana yake unapotaka kupanda mazao lazima uchague mbolea ambayo ni sahihi, lakini kulingana na upatikanaji kwenye eneo lako. Kwa sababu mbolea zishakuwa nyingi, tuna kampuni zaidi ya 25 zinazotoa mbolea nchini. Hivyo yale mazoea ya kukalili mbolea ya kupandia ni dapu, mbolea ya kupandia ya kukuzia ni urea, yanapelekea wakulima waweze kuhangaika. Mtu anaweza kama mbolea inapatikana Mbeya yenye virutubisho sawa na vya dapu, lakini anaenda kutafuta mbolea Makambako, anaagiza mbolea Njombe, anaingia gharama ambazo sio za msingi. Kumbe tujue kwamba virutubisho vile ambavyo vinatakiwa ndivyo ambavyo mtu anatakiwa vijue. Viongozi hao wamehimiza wakulima kuwa waaminifu na kufuata miongozo ya kilimo bora ili kuongeza jitihada na kusaidia juhudi za serikali katika kuhakikisha usalama wa chakula nchini. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.